Nana Jacob. Hello. Skawa Jr. Good morning. This is Kings FM. Kings Drive. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 3:05 kwa South Africa Mashariki, na kama ambavyo tulikuambia hapo mwanzoni kwamba tutakaporejea hapa tutakuja moja kwa moja kuzungumza na mgeni wetu hapa ambaye tuko naye, anaitwa Esther Ngailo au unaweza kumuita Mama Ngailo maarufu kwa jina hilo. Hapo tutazungumzia kuhusiana na nuru au umeme nuru. Sawa, yes. Tutazungumzia kuhusiana na umeme nuru, lakini pia tutaangalia pia umeme nuru ni nini kama ulikuwa ufahamu msikilizaji. Lakini vile vile tutazungumzia matumizi ya umeme nuru, tutaangalia changamoto, lakini pia tutaangalia ni jinsi gani ambavyo changamoto hizo zinaweza zikatatuliwa. Sawa Yes. Mama Ngailo, karibu sana kwenye studio zetu za Kings FM Radio. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Na labda kwa kwanza kujua haraka inawezekana kuna baadhi ya watu ambao hawaelewi tukizungumza au tukisema umeme nuru tunakuwa tunamaanisha nini zaidi? Asante sana. Nilipenda kabla ya kuingia kwenye hiyo sehemu nianze kwanza kutambulisha ni nani aliyefadhili hiki kipindi na mimi natokea wapi. Sawa, karibu. Mimi niko hapa, nimetokea Tarea, ambayo Tarea ni Tanzania Renewable Energy Association, chama cha wadau wa nishati ya umeme na nishati jadidifu. Okay. Ambayo ndani yake ni nishati inayohusika na mambo ya umeme nuru, upepo, biomasi na maji. Okay. Na kipindi hiki kimefadhiliwa na BFZ, ni NGO ambayo iko Ujerumani. Okay. Kwa hiyo chama hiki kilianzishwa mwaka 2000 cha Tarea. Mei 17 kilipata namba ya usajili SA 10900. Na malengo makuu ya hiki chama ni kufanya kazi za kuendeleza utafiti na matumizi ya nishati jadidifu Tanzania bara bila kuharibu mazingira. Okay. Na shughuli zake kuu ni kufanya utafiti na kutoa elimu katika mambo ya nishati jadidifu. Alafu pia uenezaji wa maarifa na maelezo ya teknolojia za nishati jadidifu. Alafu kuna kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya mambo ya nishati jadidifu na kushiriki kuandaa viwango vya ubora. Tuko hawa Tarea wanashirikiana na TBS kuweza kuandaa viwango vya ubora ndani ya nishati, vifaa vya nishati jadidifu. Pia kubuni na kutekeleza miradi kupitia wanachama na washiriki wengine. Kuandaa majadiliano juu ya teknolojia za nishati jadidifu kupitia mikutano, makongamano na maonyesho. Kama kwa mfano tunategemea hivi karibuni kufanyika maonyesho au siku ya umeme au mambo ya nishati jadidifu katika mkoa wetu wa Njombe. Okay. Kutoa huduma mbalimbali kwa wanachama wake kama kubadilishana uzoefu wa ujuzi kwa njia ya washa, semina na kongamano. Na hii Tarea imeweza kuwa na mafanikio yafuatayo. Kuna ongezeko la wanachama kutoka 364 Disemba 2012 na mpaka sasa tuna wanachama 572 kwa taarifa ya Disemba mwaka jana. Pia kuna matawi ya kanda yaliyofunguliwa Mwanza, Arusha, na linategemewa kufunguliwa tawi lingine hivi karibuni huku katika mkoa wa Njombe ambayo itahudumia kanda ya huku kusini. Okay. Pia kuishauri serikali kuondoa kodi ya ongezeko la thamani katika bidhaa za umeme nuru. Hapa wateja wale wanaotumia vifaa vya umeme nuru wataona. Wataona kwa mfano bei za sola zamani zilivyokuwa na sasa hivi. Sasa hivi bei zimeshuka, mwaka jana balbu zimeshuka sana. Hii ni kazi ya Tarea kuishawishi serikali kutoa hii kodi ya ongezeko la thamani. Okay. Lakini pia kuna kumeanzishwa madawati ya nishati jadidifu katika baadhi ya halmashauri za mikoa, kwa mfano Kigoma, Tabora, Geita. Tunategemea hizo shughuli zitaendelea hata hii mikoa ya kwetu.
Pia ushiriki katika kusimamia viwango vya ubora wa bidhaa za nishati jadidifu. Hapa kwa wateja wetu, kwa sababu leo nitaongelea umeme nuru, utaona jinsi gani TAREA inavyoshirikiana na watu wa TBS kuweza kudhibiti ubora wa vitu. Vitoke vitu vinavyotakiwa, viendane na thamani ya fedha ya wateja wanavyonunua madukani. Kwa kifupi, Mama Ngailo, ni kwamba TAREA wanashirikiana vizuri sana na TBS. Sawa kabisa. Okay. Sawa kabisa. Alafu pia kushiriki na kukamilisha uandaji wa mtaala. Mpaka sasa hivi TAREA imeweza kufanikisha kushirikiana na serikali kuandaa mtaala wa kufundishia mafunzo ya nishati jadidifu. Na chuo ambayo ina hicho huo mtaala kiko kule Mafinga, shule ya ufundi ya KKT. Okay. Alafu pia kuhamasisha VETA kutoa vyeti vya kuwatambua mafundi sadifu ambao hakuhudhuria mafunzo rasmi. Zamani vyeti vilikuwa mtu akihudhuria mambo ya labda umeme nuru anapata cheti cha chuo tu, lakini sasa imefikia mahali kupitia TAREA imefanikisha vyeti vya kitaifa vitatolewa. Okay. Ndio. Sawa. Kwa hiyo baada ya taarifa hiyo kwa ufupi, nitapenda sasa niingie kwenye kipindi chetu ambacho kilichonileta hasa hapa. Okay. Pale awali wakati na kukaribisha Mama Ngailo, ni tuliomba waweze kutuambia tunapozungumzia umeme nuru ni nini hasa ambacho tunakuwa tunakilenga zaidi. Kuna utofauti gani kati ya umeme nuru na umeme mwingine ambao tumekuwa tukiupata kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO? Shirika la umeme TANESCO lina vyanzo vyake vingi vya kupata umeme. Lakini umeme nuru hapa tunaozungumzia ni umeme unaotokana na mionzi ya jua. Sawa. Umeme wa mionzi ya jua ndio tunaozungumzia leo. Okay. Kwa hiyo nikiendelea, teknolojia inayotumia chombo kinaitwa sola ambayo wengi wanaifahamu. Na hiyo sola inavyofanya kazi ni kwamba jua huwaka masaa mengi kwa siku. Katika muda huo umeme unaweza kuzalishwa na kuhifadhiwa kwenye betri. Kiasi cha umeme kinachozalishwa hutegemea uwezo wa moduli na jinsi jua linavyowaka kwa siku. Okay. Umeme mdogo huzalishwa siku yenye mawingu. Mfumo wa sola una sehemu kuu 4 zifuatazo. Moduli ya sola au sola, kazi yake ni kubadilisha nishati ya mwanga wa jua unaofyonzwa na kuwa umeme. Alafu baada ya moduli kuna kuja kidhibitichaji au charger controller ambayo tumeizoea kwa lugha ya kigeni. Okay. Ni kifaa cha kielektroniki kinachotawala mfumo mzima wa sola, na kazi yake ni huzuia betri zisitumike zaidi ya uwezo wake na kuendelea kuchajiwa pale zinapokuwa tayari zimejaa. Kwa hiyo ni mlinzi mkuu wa betri. Isichajiwe zaidi ya kiasi chake wala isitumike zaidi ya kiwango kinachotakiwa kubaki. Okay. Kwa usalama wake hiyo betri. Sawa. Na pia umuonyesha mtumiaji kama mfumo unapata chaji na kama vifaa vilivyoungwa vinapata umeme. Kwa hiyo kwa kupitia kifaa hiki kila kitu unakipata. Muunganiko mbalimbali ya nyaya katika mfumo hukutana kwenye charger controller. Okay. Baada ya charger controller kuna betri. Betri huhifadhi nishati iliyozalishwa wakati wa mchana ili utumike nyakati za usiku au wa dharura ama inapotokea hakuna mwanga wa kutoka kwa jua. Baada ya betri kuna kitu inverter kwa vitu ambavyo kumbuka kwamba umeme nuru mpaka kufikia kwenye betri unakuwa umeme wa mkondo mnyofu au DC. Sasa kwa vifaa vile vinavyotumia AC au kama umeme wa TANESCO inabidi uwe na kitu kinachoitwa inverter kubadilisha umeme huu wa DC kuwa AC. Okay. Mkondogeo. Okay. Ndio. Alafu mwisho ni vifaa vyenyewe vinavyotumia vinavyotumia umeme nuru. Okay. Ndio. Baada ya hapo tunakuja na faida za umeme nuru. Kabla ya kwenda kwenye faida za umeme nuru, tuna uwezo wa kutumia vile vitu vyote ambavyo vinatumika katika umeme wa AC. Kwa mfano mafriji, mwanga, kuchaji simu na vitu kama hivyo, tukavitumia kwenye umeme kwa kutumia umeme nuru. Kwa kweli mpaka sasa hivi wengi
wanavitumia na vinafanya kazi vizuri sana. Na hakuna matatizo ambayo yamejitokeza. Hamna. Okay. Baadaye tutakuja kuangalia namna ambavyo mafundi kuna mafundi wengi sana ambao ni vishoka ambao wanawadanganya watu wengi sana kuhusiana na umeme, hasa huu umeme wa jua, namna ambavyo nyinyi mnapambana nao. Tuelekee kwenye faida za umeme nuru. Sawa. Kwa kweli umeme nuru faida zake ni kwamba hauna malipo baada ya kufunga. Ukishafunga wewe unaendelea kupeta. Okay. Mfumo unaweza kufungwa mahali popote. Kwa mfano kwenye majumba yetu ya kawaida unafungwa. Alafu ni mfumo wa bei rahisi kuliko kutumia mafuta ya taa. Hapa tunapozungumzia bei rahisi, hapo unalinganisha mafuta ya taa na dizeli. Okay. Sio mfumo kama mfumo wenyewe. Okay. Ni mfumo salama kwa mazingira kwa kuwa hauzalishi hewa ya ukaa. Na unaboresha huduma za jamii kama afya, maji na elimu. Hapa utaona kuna mashule mengine mengi ambayo yako nje ya grid ya umeme wa TANESCO wanatumia sana huu umeme wa sola. Okay. Kwenye mashule, kwenye vituo vya afya, kuhifadhi dawa na kadhalika. Na pia majanga ya moto hupungua. Lakini pia katika nishati hii kuna changamoto mbalimbali. Changamoto zipo katika hali za kiuchumi, afya na mazingira. Katika kiuchumi ni bahati mbaya sana, bidhaa hizi hasa za sola zimeingiliwa sana na vifaa visivyo vya viwango. Wengi tunaita vifaa feki. Vifaa feki. Kwa hiyo wengi sana wengi tunauza hizi bidhaa, utakuta vinapokuja ni feki. Tunashukuru TAREA kushirikiana na serikali, ni mapambano makubwa sana sasa hivi. Ukiangalia kwenye vyombo vya habari tunaona jinsi hizi betri zinavyoweza kuharibiwa, sola zinavyoweza kuharibiwa. Unakuta unauza sola, unasema sola ya watu 20. Kumbe ndani yake ameweka na makaratasi, badala ya 20 unapata watu 15 tu. Betri nazo hivyo unategemea kwamba ni N12, kumbe ni chini ya N12. Kwa hiyo matokeo yake unakuta kwamba kile ambacho mteja anatarajia sicho. Kwa hiyo matokeo yako, malalamiko yanakuja kwa muuzaji. Lakini kwa mimi, kwa sababu nimepikwa katika mambo ya kutambua vifaa hivi fake, wengi wanapokuja, naomba wote tushirikiane, watu tunaouza hizi bidhaa. Okay. Na labda Mama Ngailo, ni maduka yote ya sola au kuna namna ambavyo mmeweka baadhi ya maduka, au ni maduka yote ya sola ambayo wanauza pia wanatakiwa kushirikiana na nyinyi? Kwa kweli ni maduka yote wanatakiwa kushirikiana na sisi, na pale zamani kulikuwa na utaratibu. Nafikiri hata sasa hivi, hasa wakishaingia wanachama, huwa TAREA ina utaratibu wa kufundisha wauzaji wa hizi sola. Utakuta katika haya maduka ya sola, hata mimi ninao watu wa namna hiyo. Unapouza vifaa vya sola unakuwa na elimu ya sola. Kwa hiyo unajua kitu unachomuuzia mteja ni kitu halisi. Sasa kwa mchanganyiko wote tunauza wote, ni kwa nia njema kutoa huduma kwa wateja. Lakini tujitahidi sasa, tufike mahali tuingie kwenye hiki chama cha TAREA, tushirikiane na kupambana na hizi bidhaa ambazo si za viwango, hasa zikifanikiwa kutoka kule Dar es Salaam zikaja huko bila kukamatwa kule. Ila sasa hivi wanajitahidi sana kudhibiti kule. Okay. Ili tuuzie watu vitu ambavyo vinafaa. Okay. Na labda kama kuna mtu anahitaji kujiunga na TAREA, anafanya nini? Kujiunga na TAREA ni kwa mwanachama yeyote yule anayevutiwa na nishati jadidifu anaweza kuwa mwanachama. Na wanachama wanajiunga, yako makundi ya kujiunga. Kwa mfano tuna wanachama kama makampuni, kuna wataalamu, anaweza kuwa mtaalamu wa kitu fulani, labda umeme au umeme jadidifu, unakuwa mwanachama. Mshiriki manake mtu yeyote ambaye hana utaalamu wowote ule. Kama vile wauzaji wa vifaa vya sola unaweza kujiunga. Halafu kuna wanafunzi wanaweza kujiunga. Halafu pia kuna mataifa. Kama hivi unakuta hiki kipindi tunasema kimefadhiliwa na NGO kutoka Kijerumani.
Kwa hiyo kuna wanafunzi wa nchi za nje, kuna NGO za nje ziko ndani ya hii TAREA. Ndiyo. Sawa. Na kwa upande wa wataalamu, umezungumzia issue ya wataalamu kwamba na wataalamu pia wanaweza wakajiunga. Twende moja kwa moja kwa wataalamu ambao inawezekana wao ni mafundi umeme ambao wanahusika moja kwa moja katika matengenezo haya. Lakini kwenye swala hili la mafundi umeme kumekuwa na changamoto kubwa sana. Wengi wamekuwa ni vishoka ambao inapelekea sasa bidhaa ambayo utaenda kumuuzia mteja, atamtafuta fundi wake, atamtengenezea vibaya ili baadaye amuite tena aje amtengenezee. Lakini inakuwa tofauti, mteja anakuja moja kwa moja kwenye duka, alienda kununua sola, anamlalamikia kama bidhaa yako ni feki. Nyinyi kama TAREA mnafanyaje kuweza kuwapa elimu tu hawa wananchi, lakini vile vile kuwa na wataalamu ambao wamebobea na hawataleta hasara kwa wananchi, kiasi kwamba mteja anaweza akaenda labda kwenye duka fulani ambalo linatoa hizo huduma, akapewa fundi, kiasi kwamba inakuwa rahisi hata ikitokea ameharibikiwa akarudi pale pale. Yeah. Inapendeza sana, na ndio maana unakuta kuna watu ambao wa namna hii. Mtu naye mfahamu hapa mjini kwa mfano. Kuna huyu Kinyunyu. Hawa kina Kinyunyu mwenyewe ameenda kwenye haya mafunzo. Kwa hiyo nina hakika pia vijana wake amewafundisha. Na wanamna hiyo wako wengi, na kuna vyuo vingine vinaanza hapa. Kuna chuo kimoja nilienda juzi, bahati mbaya jina silikumbuki vizuri, lakini ni kwa nia ya kufundisha hao mafundi. Kwa hiyo ukitaka kukwepa kabisa kuingia kwenye lindi la kununua vifaa feki, kuna watu wa TAREA kama sisi unatuuliza, au TAREA makao makuu, kwa sababu baadaye nitakupa namba za simu. Unaweza kupiga kujiuliza, ukapata vitu ambavyo vitakufaa, visivyo vile vifaa vya nani, utapata vifaa vya viwango. Kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza za kiuchumi, afya na mazingira ambazo zimekuwa zikiathiri, zikiwa na athari kubwa sana katika swala zima la umeme. Nyinyi kama TAREA mnafanya nini kuweza kuwasaidia, au mnawashauri nini hawa wafanyabiashara, lakini vile vile na hawa watumiaji wa huu umeme? Watumiaji wa huu umeme kwa kweli ninachowashauri tuwe jirani na hiki chama chetu TAREA. Ili kutoa mwongozo mzuri, kwa sababu kuna semina mbalimbali zinazotolewa kwa ajili ya kutambua hivi vifaa feki. Kiwa jirani haina shida. Lakini pia kuna watu unakuta TAREA tunakuja hapa hasa kwa ajili ya kutatua hayo matatizo makuu, kutoa elimu ya matumizi sahihi ya vitu hivi, lakini pia kuwaambia wananchi kwamba kuna vitu feki vinatembea. Kuna vitu feki vinatembea, na pia kuna mafundi vishoka wapo. Mimi niko pale, si nauza ndio hizi bidhaa, lakini pia najifunza mambo mengi sana. Unakuta elimu inayotaliwa na mafundi feki ina nguvu sana kuliko wataalamu. Kwa hiyo unakuta wananchi wengi wanauziwa vifaa feki, au sio feki kama feki, vifaa vya daraja la chini kwa bei ya vifaa vya daraja la kwanza. Lakini hawafahamu. Sasa wakati mwingine unanitumia mtu kama mimi, unaniambia kitu fulani ninachokifahamu bei yake ni fulani, unaniambia niandike bei fulani, wananiambia mimi najua. Sasa hilo sio kwangu tu, ina maana inatembea maduka yote. Sasa tufike mahali watu wauzaji wenzangu mjue kwamba sasa hivi dunia ni kijiji, simu zinatembea sana, na bahati nzuri na wateja wenyewe wanafahamu, kabla hajanunua kitu ameshapiga simu maduka yote. Sasa sijajua wale vishoka kama wanajua hali hiyo ipo kwa sasa hivi. Sawa, na labda kabla sijamruhusu msikilizaji aweze kutupigia simu hapa studio, lakini pia kututumia ujumbe wake mfupi kuhusiana na changamoto hizi ambazo anazipata na maswali kadhaa kwa Mama Ngailo hapa. Kuna swala la uharibifu wa mazingira ambalo kwa mujibu ambacho umetueleza TAREA mnapambana nalo kuweza kufanya mazingira yawe safi kwa kutumia umeme wa jua ambao hauna uchafuzi wa mazingira. Kumekuwa na baadhi ya bidhaa ambazo inawezekana zimeharibika au zimekwisha muda wake, mtu anazitupa ovyo tu. Hii mnaifanyaje nyinyi kama TAREA? Kama TAREA tungependa kutoa ushauri ufuatao. Na kifaa ambacho kinaharibu sana mazingira ni betri. Betri baada ya kutumika, tunafahamu mle ndani kuna
kuna kitu kinaitwa ledi, alafu kuna acid, sijui Kiswahili tunakisemaje, lakini kuna yale maji tunaita maji makali kwa lugha nyepesi. Sasa ile kwa kweli inaharibu mazingira. Kama TAREA tunashauri kwamba betri yako ikishaisha muda wake, mrudishie muuzaji. Yule muuzaji atajua wapi aipeleke. Kwa hiyo kama hujui wapi upeleke, naomba tu tuwasiliane na mimi, nitakushauri tupeleke wapi ili usiharibu mazingira. Okay, sawa. Baadaye tutapata namba ya Mama Ngailo kuweza kujua namna gani tunaweza tukafanya, lakini pia bila shaka atakuwa na mawasiliano TAREA makao makuu, nini ambacho wewe kama msikilizaji unatakiwa kukifanya. Ujumbe wako mfupi kuhusiana na maswali kuhusiana na umeme nuru tuandikie kupitia kwenye 0786 124 104, lakini pia tupigie simu sasa hivi kupitia kwenye 0753 123 104 au 0754 237 578. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Mambo vipi? Safi, habari yako? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi pia? Bwana, hapa ni kutoka Ruanga Mjini, mkutana na timu tena wa message. Kwanza huyo Mama Ngailo nipongeze sana kwa kufika hicho kipindi ndani ya ufalmeni hapo. Anakusikia vizuri? Nakusikia. Naona amekimbia. Tupigie simu msikilizaji pia utuambie swali lako. Huyu kutoka Ruanga Mufindi amempongeza Mama Ngailo kuweza kufika hapa na kuzungumza kuhusiana na umeme nuru. Ujumbe wako pia tuandikie, tutausoma. Anasema katika ujumbe mfupi, anasema je, kwa sisi tunaonunua sola tutajuaje kuwa sola original au feki? Hili ndio swali lake, anaitwa Pesa Mbili. Na swali hilo Mama Ngailo naomba utalijumuisha pamoja na huyu ambaye anapiga simu sasa. Hello. Najua Josephat hapa Mdandu. Karibu sana, najua Josephat kutoka Mdandu wa Nging'ombe. Asante. Kwanza kabisa nimshukuru Mama Ngailo kwa kuja hapo studio na kuweza kutupa ufafanuzi. Mimi yangu maswali ni kama mawili. Karibu. Langu la kwanza ni kwamba kwanza nimekuwa mtumiaji wa hizo vitu ambavyo nimekwisha kuvizungumzia. Sasa unakuta kwa mfano kama sasa hapa na betri zangu mbili ambazo nafikiri pengine muda wake sio umekwisha, sijui namna gani. Kwa sababu unakuta katika matumizi inafika sehemu labda umezoea ile unaweza kuangalia TV masaa yote. Unaweza kuacha taa masaa yote. Lakini sasa hivi unakuta ni muda mfupi na jua linawaka, muda mfupi tu betri imekata. Okay. Sasa swali langu lilikuwa ni hivi. Yeye kama yeye anaweza kutusaidia kujirudisha mahala husika na tukapewa betri nyingine, au tukisharudisha ndio biashara imekwisha? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili. Swali la pili ni juu ya vile vitu ambavyo tunakuwa tunanunua, tunaporudisha wale wanakataa. Yeye anaweza kutusaidiaje? Yaani mtu amekuuzia, unakuja umekitumia labda lete wiki 2 au wiki 3. Kimesumbua. Unakirudisha, yule muuzaji anakukatalia, sasa mbona hapo guarantee labda tukuandikiana au namna gani? Yeye kama yeye Mama Ngailo anatusaidiaje? Yalikuwa yangu mawili tu. Asante sana njema studio, na nitafai sana kama tutapewa namba yake. Haya, sawa. Shukrani sana, naendelea kutegea sikio Kings Drive. Mama Ngailo atakuja kutoa namba zake ajuai Josephat kutoka huko Wanging'ombe Mdandu. Mama Ngailo, tuanze kuyajibu haya maswali machache. Swali la kwanza alisema atajuaje kwamba hii sola ni fake? Yeah. Si rahisi kutoa elimu katika kipindi hiki, lakini ukija kwenye ofisi yangu ambayo nitaizungumzia baadaye nitakuelekeza. Nitakuelekeza. Okay. Sawa. Alafu betri zile ambazo zimeisha muda wake, tunaporudisha sio maana yake turudisha ni kubadilishia nyingine. Tunarudisha kuhifadhi mazingira kule iliko, ili ikaweza wanasema wazungu kufanyiwa recycling, yani irudishiwe kutengeneza betri nyingine huko tunakonunua, sio hapa Njombe. Okay. Huko tunakonunua. Okay. Zamani kuna wakati fulani watu wa vyuma chakavu wamekuwa wakizipitia. Okay. Sasa wale wakizipitia na imani kwamba pia ni kusafisha, kuokoa mazingira tulionayo huko. Sawa. Halafu vifaa ambavyo ukishanunua ukirudishiwa unakataliwa. Mimi pale nimekuwa kama nilivyosema, nauza narudishiwa. Lakini vingi ambavyo mimi nimerudishiwa au mteja amelalamika, ameenda kufungua, amelalamika, anasema Mama Ngailo umeniuzia vifaa feki. Nina mtaalamu wangu. Sehemu 100% mtaalamu alipofika kule imeonekana kwamba
amefunga mwenyewe, manake hajatumia mtaalamu. Kwa hiyo katika kutumia wataalamu wanaviua. Unakuta unatakiwa ufunge hasi kwa hasi au nini kwa nini, yeye amegeuza. Kwa hiyo ameua mwenyewe. Sasa katika hali kama hiyo hata garantii huwezi kutoa. Ndio maana tunasisitiza wataalamu watumike. Kwa hiyo mtaalamu akitumika, kikagundulika kwamba sola ni mbovu, maana kama umeharibu itaonekana imeungua. Yes, ni kweli. Na kama ni kutoka utengenezaji, hiyo tunaipokea. Hata mimi napokea. Na kama utatokea kwamba umenunua mahali sola, halafu ikaonekana tukaipima, hata wewe kwangu lete tu nitakusaidia. Tupime tuone hujaiunguza. Tutamshawishi yule ambaye ana nani? Amekuuzia. Kwa sababu pia tunarudi kinyume mpaka yule aliyeleta huku. Mimi ninavyofanya na nadhani wengi, ukimwambia ni mbovu kweli, hata yule akathibitisha ni mbovu ya kiwandani, wanapokea, hawana matatizo. Ila tatizo kubwa nililoona mimi, haribu wenyewe wateja. Safi sana. Shukrani Mama Ngailo kwa uchanganuzi wako wa kile ambacho kimeulizwa. Msikilizaji, tupigie simu, tunaenda kupokea simu 1-2 za mwisho, lakini pia tutaenda kupitia jumbe zako ambazo umetutumia. Anasema, je, maji ya betri tunatumia kwa muda gani ili nibadilishe? Anaitwa Hishomi kutoka Uchindile. Na kwenye line kuna msikilizaji. Habari yako? Asante tena kwa mara nyingine, ndio Josephat Mfano. Karibu. Asante. Kwanza kabisa nimshukuru Mama Ngailo kwa kuweza kunipa ufafanuzi ambao nimeridhika nao. Naam. Lakini sometimes wao kama wauzaji wasitutengenezee, yani chombo kionekana mimi ndio nimekiharibu, hata kama kinaonekana kwamba kule kimetoka kina kasoro. Sababu nimeona kama wauzaji, yani unajua mimi tatizo, yani uzuri wake imekuwa kama kama coordinator, kwamba naunganisha kati ya wateja wao huku na wao huko mjini. Kwamba mimi nakuja mjini huko mara nyingi na wachukulia bidhaa watu na waletea huko. Sawa. Sasa unakuta muda mwingine tatizo sio yule mteja, tatizo lipo kwa muuzaji yeye mwenyewe. Anajua kabisa hili tatizo kweli hapa nimekosea. Lakini kusema akili kwamba kweli hili kosa bana limetokea, kwa sababu imeshanitokea mimi kama mara 2 kwa muuzaji mmoja, sasa kumtaja. Nimekwenda pale kumwambia bwana, hii tatizo lina 1 2 3. Chafanya yeye ananipigia makao makuu anaanza kuniletea kwamba hapo nitakufanya hivyo fanya hivyo, na ukikuta wanachokuelekeza ndio kile ambacho umekifanya. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, hata wao wakweli na katika haki, na yani wasema ukweli mbele za Mungu, kwa sababu kama tatizo wanaonekana wamelifanya wao au limefanyika na kiwanda, wao wanakiri wazi kwamba bana, kwa sababu wanawaambia kwamba hiki chombo wakirudisha kule wana uwezo wa kubadilishiwa. Hata wao wanatufanyia wanatusaidia sisi kama wananchi wa chini. Hapo mwisho wa siku tunaumia ni sisi watu huko chini kabisa, kwamba mimi nimeenda kwa Mama Ngailo akaniuzia bidhaa ile ikaonekana labda ina itilafu, hata kama makosa sijafanya mimi. Kwa kurudisha kwake akigoma yeye, na maana tayari ule ni mfano ambao mimi tayari ile na anakuwa ni fani nimeipoteza. Kwani waombe tu wa kweli na wao wanatusaidia pale ambapo inawezekana kutusaidia. Ambapo inawezekana basi. Haya, sawa. Asante sana Ajuae Josephat kutoka huko Mdandu. Lakini Ajuae, bila shaka umemwelewa vizuri sana Mama Ngailo. Amesema kwamba yeye ni mjumbe pekee ambaye yupo Njombe na mjumbe wa Tarea. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ukikutana na tatizo kama hilo Ajuae, nenda moja kwa moja kwa Mama Ngailo au mpigie simu Mama Ngailo. Baadaye wakati tunakamilisha kipindi hiki atatutajia nambari za simu za kumpata yeye Mama Ngailo ili tuweze kumpigia na kuweza kumuuliza maswali mbalimbali. Mama Ngailo, kuna swali limeulizwa hapa kuhusiana na maji ya betri yabadilishwe kwa muda gani? Maji ya betri kwa kawaida siwezi nikasemea ni baada ya muda gani. Kwa kawaida maji ile betri ya maji kwa kawaida unapoitumia inatakiwa uwe unaicheki mara kwa mara. Ni moja ya service. Hata ukafanya mara moja kwa mwezi, unafungua kuangalia, je, maji yako katika hali gani? Ukiona yamepungua, pale utakapoona yamepungua ndipo unapoongeza maji. Kila unapoona yamepungua unaongeza maji. Utaenda kwa namna hiyo, itafika mahali utaona haiwezekani, inabidi umwage, uhakikishe imekauka kabisa, ndio unaweka maji mengine na kuchaji. Hasa mtu atajuaje kama hii betri maji yake yamepungua? Ni lazima ufungue, kuna vile vinobu pale juu. Kwa muda gani sasa? Ni shida ya huyu anayeuliza ni kwamba awe anaangalia kwa muda gani, baada ya muda gani? Ndio maana kuna hizi betri betri ziko aina 2.
kuna sema zingine kwa lugha ya kigeni tunasema service free, hazihitaji service nyingine yoyote. Okay. Hizi betri za maji manake zinahitaji service. Muda ni kama vile gari. Nani betri ya sola ni sawa sawa na gari. Gari kila unapopeleka service hii inaenda kwa kilomita. Okay. Sasa hii hatuwezi kusema kilomita. Jiwekee utaratibu. Kama vile charger control, nikiwa natumia mimi charger control kila asubuhi lazima niangalie. Okay. Je, inaenda vizuri? Sawa. Kwa hiyo na hii unaweza kuweka utaratibu mara moja kwa mwezi, miezi 2, 3, jaribu kucheki. Ni kitu cha kucheki. Sawa, Mama Ngailo, tunakamilisha kipindi hiki. Tunaomba utajie mawasiliano yako, lakini kama kutakuwa na uwezekano pia yale ya tarehe makao makuu. Mawasiliano yangu napatikana pale Njombe Electronic Center ambayo iko mahali barabara ya Songea mkabala na jengo lililoko katikati ya TFA na Gapco. Okay. Utaona pale namba zangu 0767 90 23 37 0767 90 23 37. Hii naitumia mara nyingi. Okay. Alafu ambayo ina WhatsApp 0784 90 23 37, zinaenda namba zile zile. Okay. Alafu Tigo 0679 90 23 37. Okay. Alafu email ni estangailo 82@gmail.com. Okay. Alafu tarehe ya makao makuu 0715 99 37 55. Mahali ilipo ni barabara ya Mandela, Mabibo External, kituo cha uwekezaji cha Benjamin Mkapa. Karibuni sana wasikilizaji katika kuzitumia hizo namba. Shukrani sana Mama Ngailo, na mimi nikutakie kazi njema. Bila shaka msikilizaji umeelewa kwa uzuri zaidi kuhusiana na umeme nuru, na utakuwa ni mmoja wa watu ambao wataendelea kufanya mazingira yawe masafi, lakini vile vile utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wataendelea kununua bidhaa ambazo ni original, kuondokana kabisa na bidhaa feki ambazo tunauziwa madukani. Mama Ngailo, asante na nikutakia asubuhi njema. Nashukuru sana. Karibuni tena. Asante sana. Tarea na hasa kuwa wanachama. Je, unampenda mkeo? Ewe baba, shiriki katika kupanga uzazi. Mpe mkeo muda wa kupumzika. Boresha afya ya mama na mtoto kwa kuhakikisha mkeo anabeba ujauzito mwingine baada ya kipindi cha kuanzia miaka 2 kama inavyoshauriwa na wataalamu, ili kupunguza udumavu na vifo. Kumbuka, afya bora katika familia inategemea ushirikiano wa baba na mama katika kupanga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Doctors with Africa, KUAM, Njombe. Shule ya sekondari Njelela inawatangazia wazazi na wanafunzi kuwa inatoa nafasi za kuhamia kwa Preform 1, Form 1 na Form 3 katika muhula wa pili wa masomo unaoanza Julai mwaka huu. Shule inatoa huduma ya bweni kwa wavulana na wasichana, chakula safi, matunda na samaki kwa mwezi. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Wasiliana nasi kwa simu namba 0766 178 770 au 0766 293 607. Mlete mwanao Njelela Secondary kwa elimu bora. Hivi, unajua ni kitu gani kikubwa kinachotakiwa siku yako ya harusi au tukio lolote lile kubwa la furaha kitakachofanya liende sawa? Yani umo, njua natakiwa kakalabi umo. No man, siwezi kuwa peke yangu bana. Kwa hiyo kopo wewe utaki au? Na mimi ndo ninapenda vya kunoga hivyo. Mchongo ni hivi, mwalike Robbie Dabi na mdogo wake Kopo kusherehesha shughuli yako, yani kuwa MC kwa gharama nafuu kabisa. Iwe ni harusi, send off, birthday party, tamasha la muziki na tukio lolote lile. Kuwapata, piga simu nambari 0764639090. Maharusi wamependeza kweli. Alafu kakalabi, gauni alika wamevaa mwali njo kama la mama ndogo hivi.
Mkuu wa shule ya sekondari Ilowola Njombe anaotangazia nafasi za kidato cha kwanza na cha tano kwa michepuo ya PCB, CBG, HGL na HGK. Pia kuna nafasi chache za kuhamia kidato cha 3 na cha 6. Shule ina taaluma ya juu. Matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2015, shule ilikuwa ni ya pili kimkoa na ya 32 kitaifa kati ya shule 1162. Malezi ya shule ni ya Kikatoliki chini ya jimbo la Njombe. Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana. Ada ni nafuu sana kwa mzazi kumudu. Fomu za kujiunga zinapatikana Dar es Salaam Msimbazi Center, chumba nambari 9 na nambari 12, Njombe Vodashop, Stamis Stationery, Ilowola shuleni na ofisi za Kings FM Radio, Makambako, Majaribu na Magoma Stationery, Mbinga chuo cha kompyuta cha Akilo. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao kwa simu nambari 0768 168 238 au 0768 092 944. Ilowola Sekondari, elimu, sara, kazi. Hivi ni kitu gani umeshawahi kukimisi lakini unataka kushiriki hivi karibuni? No. Hapana. Okay, ngoja nikujuze. Ile nafasi ya kumfanya binti wa Kitanzania kushine na kufotolewa mifoto huku shangwe na kelele zikimzunguka na kuringa kama malkia mithiri ya twiga wa Kitanzania umerudi tena. Sekilufi Trading Agents inakuarifu kuwa fomu za ushiriki Miss Njombe zipo tayari. Fomu zinapatikana Kings FM kwa shilingi 10,000 za Kitanzania. Fika mapokezi na uweze kuchukua, au kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0713410091 na pia 0716511130. Mwisho wa kuchukua fomu ni tarehe 30 mwezi huu Juni mwaka 2016 na mazoezi yataanza tarehe 1 Julai mwaka huu 2016. Vigezo kwa mshiriki: awe na miaka 18 mpaka 24, awe hajazaa wala kuolewa, awe Mtanzania wa kuzaliwa sio wa kuandikishwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Wapo watoto wa kiume ambao wanatunzwa na wakina mama. Sheria haisemi chochote. Wewe una mtoto wako anakwenda boarding school Tanga, umempa pocket money, akifika pale mjini anapokelewa na mama, anatunzwa. Matokeo yake anaacha shule na kula anakotunzwa anamrutubisha yule mwanamama mpaka anapata ujauzito. Je, hapa kosa linakuwa ni la nani? Mimi nadhani kwamba hapa sasa kosa leo na huyo mama anayemtunza mtoto wa kiume nyumbani kwake, na ahukumiwe na yeye miaka 5 ama faini milioni 5, kwa sababu tukiacha kwamba tusiweke adhabu kwa ajili ya wakina mama ambao wanahusiana na watoto wa kiume wanafunzi, tutakuwa hatuwatendei haki wanaume na hatutakuwa tunawafanya wanafunzi wa kiume waingie kwenye kwa sababu mtoto huyu akizaliwa, chukulia kama kijana yuko kidato cha 4, amesababisha ujauzito kwa mama mmoja huko mtaani. Akitakapoenda kidato cha 5 cha 6 anaanza kusumbuliwa matunzo ya mtoto marani, wakati kumbe mama yule ndio yeye alisababisha hiyo hali. Kijana alikuwa shule lakini yeye alifanya ushawishi wa kumfanya mama yule apate mtoto. Kwa hiyo mimi nachoomba sheria hapa iseme, maana hakuna sheria inayosema chochote juu ya mwanamama ambaye anamtunza mtoto wa kiume na kusababisha ujauzito kwake. A dying breed, I'm like the only one. Yes. They sure keep to the same beat. I brought my own drums and they can never count me out. Nope. Thanks to my accounts and the fact I stay getting money in higher amounts. Black and proud like the diamonds in my earlobes. I'm all about this money, call me back Cold De Niro. So if they want war and they got beef too, well I am a carnivore, I gotta meet too. She move her body, she dey cause kasala and track the body and I confound wahala. And when it comes to Lagos, I'm the king of the turner, and to meet me is a honor, and there's no one better. Just move your body, you go cause kasala and track the body and I confound wahala. You a bad mama chama, I'm the king of the turner, and to meet me is a honor, and there's no one better than you. Coco Loso, everybody feel the heat, yeah. Me redo, Coco Loso, mommy move your body to the beat, yeah. DJ put it on repeat, yeah. Everybody move your feet, yeah. Me redo, Coco Loso, Batman, we are the bye, when we call them up for them. It's like W.
California girlfriend. Still ringing. Okini Kokoloso. We drinking. We really kingpin. Cause I am better than the best. And you can forget the rest. Want the capability, then put me to the test. And my baby, if you are feeling me, I will show you the way. If you need it, I will give it. Cause I don't gotta depend. When she move her body, she dey cause kasala. Check me body and I confound wahala. And when it comes to Lagos, I'm the king of the tournament. And to meet me is a honor, and there's no one better than me. Move your body, you go cause kasala. Check me body and I confound wahala. You a bad mama chama, I'm the king of the tournament. And to meet me is a honor, and there's no one better than you. Kokoloso, everybody feel the heat, yeah. Ni redo, Kokoloso, mommy move your body to the beat, yeah. DJ put it on repeat, yeah. Everybody move your feet, yeah. Ni redo, Kokoloso, we are the party vibe, we call them a follow. Me tell banky, them a think about we and a talk about we and a doctor from them junkie. Blow them out again into the little white hanky. Why sexy girl just a give me younky punky. Them dead there and a look pan and a wait and coop and if a money them know where we the pan. Send me the links them a key one to the haters them rave and the whole of them know say we stubborn. Woman a talk with him say we are the hot one. We give it to them some more. Now be me top say I be the bad one, no. The people know. So let's give it up time to Abuja, Port Harcourt City, them know. Worry, on Simon Fukura, the nation already blow. This is Kings FM. Kings Drive. Sports page. Jambe Chemchemi wanatupa nafasi ya kuweza kuzipata zile ambazo zimetokea kwenye michezo na mkata umeme mwenyewe K Bravo hapa. Wakati huo tayari ni saa 3:47 tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa. Bravo. Mambo freshi. Jana uwanja Taifa ilikuwaje? Nilipionza hapa mwanangu hatari. Bravo naye na wewe ni mmoja wapo wa Tanzania ambao hawajapenda matokeo yalotokea. Nauliza na wewe ni mmoja wapo. Ndio maana nimekuuliza mmoja wapo wa nini? Wasaliti. Mimi sijasaliti Taifa. Sijasaliti Taifa. Ilikuwa mkereketo kabisa jana. Sasa mwanangu sikuona umevaa jezi kama Phrase. Bwana, sasa unajua inavyofikia kuvaa jezi. Au ulitegemea hicho ambacho kimetokea jana? Muulize Phrase kilichomtokea jana alikokuwa. Unajua ila Yanga amekufa kiume. Kama alikufa kiume game ya National El Ahly, game ya ugenini, lakini si game ya jana. Hata ile amekufa kiume. Unajua kuna vifo vya aina mbili. Tutakufa mara ngapi bwana? Vifo vya aina mbili. Kufa kiume na kushinda. Sasa ile inaitwa kufa kikike. Sasa ndio nikana nasubiria huko kufa mara mbili, kuna kufa kikike. Hebu tupe matokeo Bravo. Inawezekana watu wanajua matokeo yalivyokuwa, lakini kile cha tofauti ambacho kilikuwepo siku ya jana na katika peji ya Jeremuro kuna kitu kakiandika hivi kama sijamuelewa hivi. Hujamuelewa? Yule bwana. Yaani unaambiwa kitu kimoja, moja kati ya watu ambao huenda wamechangia labda mashabiki kugeuka baada ya TP Mazembe kufunga goli siku ya jana. Huenda alikuwa ni maneno ya Jeremuro. Kugeukaje yani? Unajua uwanja mwanzoni ulikuwa kimya. Okay. Zilikuwa zinasikika kelele za Yanga. Lakini baada ya goli la dakika ya 74 kuweza kufungwa, aisee, wale mashabiki waliokuwa wamesema sisi ni wazalendo, tutaishangilia Yanga. Hatari. Wakageuka bwana, hii ni furaha kama furaha nyingine. Ndio maana nakwambia huwezi kuzuia kitu ambacho kipo kwenye moyo wako. Yaani watu walikuwa naingia ni wamelazimishwa, yani umechukua salt umeweka hivi. Lakini sasa damu nayo kama imetoka kwenye mkondo lazima itoke, hata kama umejikata. Sasa kilichotokea ni kwa mashabiki wa klabu ya Simba wakajikuta wanashangilia goli la TP Englebe Mazembe ambalo lipatikana dakika 74, mfungaji akiwa ni kijana miaka 22, kijana ambaye ashaitumikia DC Motema Pembe, timu ya zamani ya nahodha wa msimu uliopita wa Simba, Musa Sani Mugosi, na mzungumzia Christian
Lunyandama, lakini kitu ambacho kiliwaua Yanga ni papara. Okay. Tunapozungumzia papara, walikuwa na haraka. Ni kwamba walikuwa hawajatuliza akili zao. Yaani kocha aliwaambia unavopata chance ya kushoot, shoot. Sasa kilichokuwa kinafanyika, mtu akifika nje ya 18, anaangalia golikipa kakaaje, anapiga shoot. Kilichotokea wakajikuta wanapiga mashuti mengi ambayo off target wala on target. Okay. Lakini kitu cha pili, Yanga walijiandaa nje ya uwanja. Kwamba ukiangalia game ya National Ahli, game dhidi ya Mobe Jaya, game ambazo Yanga wamepigwa, game na Sagrada Esperanca ya ugenini, yani figisu ndio zilikuwa zinawafanya wanafungwa. Okay. Sasa wao wakajiandaa kwa ajili ya figisu, wakasahau kwamba unatakiwa ucheze pande zote mbili, figisu na uwanjani. Wakajiandaa nje, ndani ya uwanja wakasahau, wakapigwa. Na figisu ya kufanya kiingilio kiwe bure ilikuwa kubwa. Sasa kuna utani ambao unaendelea, nikali nimekaa na manager pamoja na umemsahau? No, sijamsahau. Shabiki mnazi wa Simba, sitaki kumtaja. Naweza ngamwalibia Treasure. Sasa kilichoandikwa ni kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo anazagaa, ni kwamba msiba waga unakuwa ni bure. Sasa wao kama wakongomani wanashangaa Yanga kuruhusu watu waende bure, waende wakashuhudia msiba wao. Kwanza kuanzia leo usimhesabie Teresia kama ni shabiki. Yule ni shabiki wa Simba. Yaani usimhesabie. Teresia iko hivi. Umeona Yaani anaangalia aliyekaa naye pembeni. Anashabikia nini? Sasa nikwambie kitu kimoja. Simaanishi Treasure ni shabiki wa Simba general. Yule unamwona? Yaani ndio maana nakwambia Teresia iko hivi. Kocha wa Simba nani? Kocha wa Simba nani? Mchezaji mmoja tu wa Simba. Of course Simba damu ni sababu ni nyekundu. Mwambie kitu kimoja. Unajua ushabiki sio lazima ujue wachezaji, sio lazima. Kuna watu wanaenda National Stadium pale wanaenda kushangilia. Bravo. Ni Yanga. Achana hiyo taarifa. Tuna taarifa nyingine. Uongo. Twende kwenye Shabalala bwana, tumzungumzie Shabalala. Ni kwamba Mohamed Hussein Shabalala, beki ya kushoto ya klabu ya Simba, kaweka wazi kwamba hana mpango wa kuondoka ndani ya timu hiyo licha ya kuhusishwa kutaka kuondoka na kwenda kutafuta maisha mengine mapya kama alivyofanya Hasani Kisi Ramadhani. Na Yanga baada ya michezo kimataifa kuonekana wana mapungufu, Mwinyi Haji Mungwali ka drop uwezo, wengi wakisema jamaa alikuwa anapiga lakini mwisho wa siku Oscar Joshua karejea kwenye form. Ila watu wengine wazoe. Alivyorejea kwenye form, bwana tuendelee bwana vipi? Alivyorejea kwenye form akaumia. Sasa baada ya kuumia, fullback ya kushoto Yanga inaonekana matatizo. Sasa wakawa na muwinda huko kijana. Sasa baada ya mawindo kijana kaamua kusema jamani, hem niacheni kwanza. Mimi ni mnyama, nitabaki kuwa mnyama. Lakini pesa inaweza kufanya jambo lolote kwa wakati wowote. Tusubiri. Sawa, tukimbia haraka kimataifa. Cheki na kesho ndo robo finali ya Euro robo finali ya michuano ya Euro inaanza siku ya kesho, ambapo Ureno dhidi ya Poland mechi inachezwa majira saa 4 kamili usiku. Lakini robo finali nyingine itakuwa ni kesho kutwa, Wales dhidi ya Ubelgiji, wakati tarehe 2 German dhidi ya Italy. Bonge moja la game. Zote zinachezwa saa 4 usiku. Okay. Haya tumalizie na Al Ahly. National Al Ahly, wababe wa Yanga, kinachowakuta hatua ya makundi klabu bingwa Afrika wanaweza kasimulia. Walipigwa mechi iliyopita, wamepigwa tena jana wakiwa nyumbani dhidi ya ASEC Mimosas 2-1. Na hawa jamaa walikuwa wamesimamisha sherehe za ubingwa. Walichukua ubingwa wakana subiri mechi ya jana waweze kupata matokeo ili washerehekee vizuri. Sasa jamaa wameendelea kuwasubirisha. Maana kama wanasubiria matokeo mazuri ndio washerehekee, watazimika kusubiri mpaka game nyingine ili waweze kusherehekea ama waweze kusherehesha kile ambacho wamekivuna. Lakini mechi mbili za makundi kama ilivyo kwa Yanga, wao pia wameweza kupoteza. Wakati kombe la shirikisho Al Ahly Tripoli ya Libya, wao pia kwa nyumbani wakafungwa na Kaukab Marrakech bao 2-1. Hii leo CAF Champions League ama klabu bingwa Mamelodi Sundowns dhidi ya Enyimba saa 2 kamili. Wakati kombe la shirikisho kundi A, kundi la Yanga, Madeama dhidi ya Mobe Jaya. Mashabiki wa Yanga muombe Mobe Jaya matokeo mabaya ili wao waweze kurudi kwenye track. Lakini akishinda napenda sana jina la Mobe Jaya. Unaweza ukaishangilia ikija uwanja wa Taifa kama alichofanya jana, wengine kuishangilia timu mazee. Kushangilia siwezi, napenda jina. Mtoto atakaye mzaa. Shida ipo tu. Amwite Mobe Jaya. Wewe, shida ipo kwenye kulitaja ile, yani lote lile vile ambavyo lipo tabu.
ile Mogleb ishi hapo brother. Maulidia. Basi brother. Mobe Jaya. Ja. Napenda Yanga shabiki wa Adam. Bwana. Bravo baadaye ni Super Mega bwana. Leo mapofu. Wewe soma pofu. Mimi ni shabiki wa Yanga. No matter what, mimi ni shabiki wa Yanga. Asante sana msikilizaji kwa kuwa na sisi. Umeanza lini ushabiki wa Yanga? Tangu babu yangu haya basi. Amerithishwa huyu. Bwana, asante sana msikilizaji kwa kuwa na sisi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka time hii hapa ambapo dakika 5 tu zimesalia kuweza kufika saa ngapi? Saa 4 kamili asubuhi. Asante kwa Zuku, asante kwa Sunda Sola, lakini pia asante sana kwa Mangailo kwa kuja leo na kutupa elimu juu ya umeme nuru. Yes, kwa hiyo panapo majaliwa time nyingine tena tutakutana na Mangailo au vipi? Naitwa Skawa Junior. Naitwa Nana. Good morning. Anaitwa Kala Jeremiah, atakuwepo katika nini? Mpigia hivi kwenye Idi. Nani anaanza kupiga mlusi? Idi umesikia nani kwa ukapiga nani? Wa kwako. Bwana wewe, kwa na wenzio anakuja hapa. Umetisha kweli mwanangu. Hivyo, mwambie yule pale apige mlusi. 0444 Umbo rangi sura, mele macho midomo shingo kifua tumbo rula, wendo muke bora, tuacha pepa kora, gula bia kiuno nyigu hitsi bastola, shoni nasimamia, kucha nasimamia, wanaokuvizia, wambie napiga ngumi kali zaidi ya bondia, kwangu mimi we ni zali, japo kuwa sina mali, nadiriki kukwambia wendo mama yao, wanadisi mahasidi zao, sugululu mwanike ni kumbatie, wow, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, wako nimetulia, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, wako nimetulia, zadi yako ni hisana, sina maua, sina kadi, sina hela, nyumba na gari sina, hata bovu zaidi ya upendo, na nitakuthamini siku zote za maisha, na ndo maana napiga na tuendelee kushika, na wenye roho mbaya wapate uchungu wakazaya, maana na kupenda sana, wanaumia sana, wanasubiri tuachane toka mwaka jana, marafiki wanafiki na ndugu wasio na maana, wakileta umbea hakikisho na watukana, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, wako nimetulia, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, wako nimetulia, hali ina nyangu mina papa na mawimbi, dunia ina watu na viatu na mapimbi, vijiwe vyao sitimbi na nyimbo zao siimbi, wameota vigimbi kusambaza umbea mjini mpaka Sigimbi, wewe ni yule michepuko tupa kule, milele na milele kama dawati na shule, mwendo ni sare, funga kanga tupale, umeme ukizima nazimua pale, na hiyo ndo habari, sugululu mwanike nikumbatie, wow, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, kwako nimetulia, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, kwako nimetulia, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, kwako nimetulia, wendo malikia, wendo maidia, wendo malizia, kwako nimetulia. Kachumbari. Kisogeze.
Kachumbari. Tukiwa katikati ya mishe. Arowe nani? Arowe ngunguta. Pata kipozeo. Wewe unalala mpaka saa hizi wewe mida mishemishe wewe amka. Wewe una matatizo kweli alo. Utakula mawe. Enjoy burudika na Kings FM. Swadakta.